hivi kuna nyumba ya milioni 37. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Namshukuru Mungu kwa ajili ya madhabahu ya Power of God. Nimeona mkono wa Bwana ukitembea nami kuanzia kwenye familia yangu hadi kwenye familia ya wazazi wangu nilikozaliwa. Mungu amefanya nini? Mungu ameondoa umaskini kwenye familia yetu. Mungu amejenga kulipokuwa kumebomoka. Tulikuwa hatuna mahali pa kulala. Tulikuwa hatuna mahali ambapo tunaweza tukaweka hata ubavu tukaegemea tukalala. Leo hii nauona mkono wa Bwana. Madhabahu inatenda mema. Kule kwetu kulikuwa hatuna nyumba Baba. Ila mkono wako Baba, siku moja nikaota unaniambia, mwanangu geuka. Nikasema Baba kaja. Nageuka naangalia nyuma, ukaniambia jiambatanishe na madhabahu mwanangu. Unaachilia baraka zako zinapotea. Wewe ndo lango kwenye familia. Baba niligeuka nikaona pochi imejaa hela. Ila zile hela imekasoro 10,000 ifike 100,000. Nikasema Mungu umenimfunulia, baba yangu ameniambia nigeuke nyuma. Basi nageuka nyuma. Kila atakalolisema kwenye madhabahu hii nitalitenda kama alivyosema. Baba ukasema wanawake wajiambatanishe kwenye madhabahu hii. Nikatoa 100,000 Baba. Ile 100,000 imefungua mambo ya ajabu kwenye familia yetu. Baba kuna nini kwenye hii familia? Kimetokea nini kwenye hii familia? Kwa sababu majirani wote walikuwa wametutenga Baba. Wakafunga njia ya huku, wakafunga njia ya huku, tukabaki na njia moja ya barabarani. Lakini uweza wa Mungu ameonekana kwenye familia yetu. Pale nyumbani kulikuwa na nyumba ya udongo. Tukaingia kwenye maombi ya siku 21. Baba kuna siku moja nimelala madhabahu kaniambia nenda kajenge kwenu. Nikasema Baba ananiambia nikajenge kwetu. Hiyo hela mimi naipata wapi? Nikiangalia wazazi wanalala sehemu mbaya. Siku wa 8 nikasikia sauti inaniambia funga siku 21. Nikafunga siku 21. Siku 21 nimefunga Baba. Siku ya 7 nikapata majibu ya siku 21. Ndio. Ukasema kuna atakayekuja kwenye maisha yako ila adui amesimama kuondoa ule utukufu wa Mungu juu yake ya kukuwezesha wewe usonge mbele. Ndio. Nikasema Baba kaongea kitu ambacho nakiona kila siku kinakuja kwenye familia ila kinakatishwa njia. Ndiyo. Sasa hili ni la kwangu. Ndiyo. Haya maombi lazima nitoboe pale. Nikachukua ule ushuhuda uliofundisha hapa. Ndiyo. Nikasema yule anayekuja kwenye familia kuanzia leo nafunga njia zote nisimguse ili aweze kuachilia utukufu kwenye familia yetu. Nikaletewa ndoto nimejenga jumba. Nimepewa funguo. Tukamaliza maombi ya siku 21. Baba kuna mtu alikuja nyumbani. Akaja nyumbani. Alivyokuja nyumbani, kila akija nyumbani Baba anakimbia. Nikasema huyu mtu kama ana kusudi la Mungu, madhabahu ya Power of God itaachilia baraka kwenye maisha yetu. Nilivyoingia kwenye maombi ya siku 21, mimi maono yangu, nikaletewa yule mtu, kanishika mkono, akaniambia, "Nitajenga mahali hapa, lakini mahali hapa ni pagumu sana." Nikamlilia Mungu, nikamwambia Mungu, achilia baraka, achilia wepesi. Sasa hivi pale nyumbani kwetu kuna nyumba ya milioni 37. Piga makofi kama hauna wivu. Kijiji kizima kinashangaa mimi. Ngoja nielewe. Kwa hiyo yule mtu uliyemwona kwenye ndoto, yule mtu niliyemwona kwenye ndoto akazirika kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Ndio akaja. Nilivyosimama kwenye madhabahu hii, ndio nilitoa sadaka. Ndio. Nikasema namshikia huyu mtu kama Baba alivyosema. Ndio. Ataondoka kwenye maisha yetu. Ndio. Akaja Baba, akaniambia, "Wewe ndio utasimama hapa. Maombi yako nimeona Baba." Kwa hiyo ulipokuwa umesafiri, umejenga nyumba ile. Nimesafiri siku zile nimekwambia naondoka. Niliondoka. Nilivyofika nyumbani asubuhi, nikamwambia yule baba nimefika. Akaniambia umeshafika, umekaa na wazazi? Ndio. Baba aliagiza magari 10.
magari 10 ya matirio yote wakamwaga baba. Nikabaki napiga magoti. Baba, nililala nje kwenye mchanga. Adui wakaja 3 usiku. Ndo nilikuwa na wasubiri. Nikufukuza wachawi 3 usiku. Wachawi 3 usiku. Toka pale tusingejenga nyumba. Singejenga. Ndio baba. Kuna watu wengine hawajaelewa. Bwana akufadhili. Nasema Bwana akufadhili. Na nyumba ya milioni 37. Ni nani kama Yesu? Ni nani kama Yesu?